Habari kubwa kutokea kule Madagascar ni kwamba waandamanaji nchini humo leo wameingia katika mji wa Antananarivo kwa mara ya kwanza tangu maandamano yaanze mwezi uliopita na kusindikizwa na jeshi. Maandamano hayo yalikuwa yameanza Septemba 25 kutokana na uhaba wa maji na umeme, lakini tangu wakati huo yamekuwa yakiongezeka na kusababisha changamoto kubwa zaidi kwa utawala wa Rais ndugu Andre Rajoelina tangu kuchaguliwa tena mwaka 2023. Mapema leo baadhi ya wanajeshi kutoka kitengo cha jeshi kilichomsaidia Rajoelina kutoa mamlaka katika mapinduzi ya mwaka 2009 waliwataka wanajeshi wenzao kutotii amri na kuunga mkono maandamano ya vijana. Kitengo cha wasomi cha Kapsat ambacho kilikuwa na jukumu muhimu katika kuinuka kwa Rajoelina kilitoa wito adimu kwa umma kuwa na mshikamano na waandamanaji wanaomtaka ajiuzulu. Video ambazo zilikuwa zinasambaa kwenye mitandao ya kijamii zilionyesha wanajeshi wa Kapsat wakiwahimiza wanajeshi wenzao kuunga mkono waandamanaji na kuwalinda. Nadhani kwa watu ambao hawamfahamu Rajoelina, huyu pia alikuwa ameingia madarakani kupitia mapinduzi ambayo alikuwa ameyafanya nchini humo, na hivyo kupata nafasi Madagascar mpaka pale mwaka 2023. Baadaye akaja tena kuingia madarakani kwa njia ya demokrasia, yaani kuchaguliwa kwa kupigiwa kula. Lakini safari hii imeweza kumkuta kila ambacho alikuwa amemfanyia wenzake, na yeye kimeenda kumkuta tena kwa mwaka 2025 kuanzia ile Septemba 25, wakati wananchi wanapambania uwepo wa huduma muhimu za kijamii kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo maji, umeme na vitu vingine ambavyo vinaonekana vikipambaniwa kila itwapo leo. Sijajua hatua hii ya jeshi kuingilia kati na kukataa kuwafyatulia risasi raia itatafsiriwa kwa namna gani, lakini jeshi limekuja hadharani na kusema litaunga mkono upande wa raia na sio upande wa Rajoelina. Yeye hajatoa ripoti yoyote mpaka hivi sasa, lakini atakapoitoa basi tutakuletea kila kitu ambacho kinajiri kule Madagascar.